Your Excellency, pia wengi wakati wa campaign ulituambia na tukaandika manifesto ya chama cha UDA na Kenya Kwanza, na ukatuambia ile manifesto sio gazeti ya kusoma alafu ingie kwa butchery ikafunge nyama. Ukatuambia ile manifesto ilikuwa ni mpango wa kazi. Wengi ikiwemo wengine ambao tulifanya campaign na wao ndani ya Kenya Kwanza hawakusoma ile manifesto, hawakuielewa, hawakusoma hata page 10 ya manifesto ya Kenya Kwanza ambayo ilisema na ikaandikwa kwa maandishi ya kuwa tutaunda hazina maalum kupitia pesa ambazo tutakusanya kwa kuuza hisa kwa kampuni za serikali ili tupunguze ule uzito ambao umekuwa wa kuomba pesa ya kazi ya maendeleo. And Your Excellency, because as I've said, many people never read our manifesto. Because when we spoke about a bottom-up economic transformation agenda, they assumed it was campaign sloganeering. In that manifesto of bottom-up or bitter, page 10 of our manifesto, we indicated in black and white that we shall establish an infrastructure fund that will help us to leverage on private capital to be able to develop our country without burdening our people with more taxes or borrowing more, increasing our public debt, Your Excellency. And because many, even some who campaigned with us, never bothered to read that manifesto and never internalized it, today they are the ones leading in criticizing the conviction that you have that it is possible to move our country from a third world to a first world country. Your Excellency, I want to encourage you. Usisikize hizo kelele. Continue with your conviction and continue being focused. Angalia mbele, endelea kuangalia mbele. Vile uliangalia mbele miaka mitatu iliyopita, ukituambia tuweke hazina ya affordable housing, ya housing levy ambayo inatusaidia kujenga masoko ya mama mboga hao ambao wako hapa na wengine. Hazina ambayo leo inatusaidia kujengea watoto wetu manyumba ya hostels kwa vyuo vikuu, TVETs na colleges zetu. Hazina ambayo Mheshimiwa Rais inaboresha mambo ya kuleta ajira kwa vijana wetu Kenya hii ya leo. Mimi nataka nikushukuru kupitia Wizara ya Public Service and Special Program. Umehakikisha kwamba wananchi wote wa Kenya, wale ambao wanakumbwa na kiangazi, wakiwa Turkana, wakiwa Mandera, wakiwa Taita Taveta na kona zile zingine, umehakikisha kwamba serikali yako imetoa chakula ya kutosha kwa wale wote ambao wanakumbwa na kiangazi. Na mimi kama yule ambao umepea hiyo kazi, na hakikisha kwamba hiyo chakula inafikia wananchi ambao wanakumbwa na kiangazi. Vile vile tumeweka mpango kama Indara kuhakikisha kwamba mifugo ili pia inakumbwa na kiangazi huko Wajir, Garissa, Turkana na kona zile zingine pia itapata chakula ya kutosha. Kwa hivyo I want to assure all the Kenyans through this State Department of Special Program that your government, sir, has enough resources to ensure no Kenyan will sleep hungry for lack of food. Kwa hivyo wale ambao machief, assistant chiefs na DCCs wale wao katika sub counties tofauti, kama kona yako unajua kuna mamboma hawana chakula, tafadhali toa hiyo amri ama hiyo apali kwa serikali itufikie, ili tuhakikishe kwamba ile amri rais ametupea ya watu wote wapate chakula itawafikia. Pale kwa ile mlima ile kulikuwa na vitina. Kuna mtu hapo ameweka vitina miaka 3. As someone who has specialized in preaching systematic hatred against the government, against leaders who are supporting the government, pale kwa hiyo kona ya mlima ile,
lakini wakati alipewa nafasi aweke mtu yake pale Mbeere North, Your Excellency, hiyo mtu alikimbia, alitoa njasho, aliumia, aliingia kwa msitu, tulifukuza yeye, akaenda nyumbani. Mliona alienda nyumbani ya kwenda? Alienda nyumbani ya kwenda? Kwa hivyo msije mkandanganywa ati kuna mtu yako na kura ya mlima kwa mfuko. Hakuna. Kama ako naye tungeona wakati tulikuwa na kinyang'anyiro pale Mbeere North. Na saa hii tunamwambia namna hii, wacha kuleta mtu ambao si wa chama yako kwa MCA's positions zile ambazo zinaendelea. Leta mtu ya chama yako ya DCP pale Mbeere North, tung'ang'ane na wewe, tufukuze wewe asubuhi, ili utambue ya kwamba hii Kenya inaongozwa na mtu mmoja ambaye anaitwa Rais William Samoei Ruto. Kama ODM wanajipanga, Mheshimiwa Rais, sisi ambao ni wana UDA tutakuwa tumejipanga hapo mbele, ili ndugu zetu wa ODM wakijipanga kwa chama chao cha ODM, na sisi kwa UDA tujipange. Na ndio Mheshimiwa Rais, chama cha UDA tumetangaza uchaguzi ukiwemo hapa Baringo County kwa county 20 ambazo hatukuwa tumefanya uchaguzi wa chama. Tarehe 10 mwezi wa Januari tufanye uchaguzi wa chama, ili tujitayarishe kuwa na chama ambacho kitaweza kushindana na vyama vingine vya kisiasa ikiwemo chama cha ODM. Na mimi nataka nimwambie ndugu yangu Opiyo, kama huko kwenyu na ODM najipanga, na sisi kwa mlima na UDA tunajipanga. Na kama uliangalia Mbeere North, mliona ya kuwa kwa mlima chama chetu cha UDA tunajipanga, na ndio hata hiyo kitu mnasikia ya Mbeere North, Mheshimiwa Roko na naibu wa rais walituongoza na tukaweza kushinda hiyo uchaguzi. Mambo ambayo imetuleta hapa siku ya leo na ambayo hutuleta hapa kila Disemba ni yale mambo ya bottom up ulituambia wakati wa uchaguzi. Na wengi waliamini that bottom up was a campaign slogan. Na wewe mwenyewe rais ukatuambia that the bottom up economic transformation agenda was not campaign sloganeering, was a plan for the development of our country. Na wengi wakasema haitawezekana. Vile vile miaka mitatu ilipita, Mheshimiwa Rais, wakati ulisema mambo ya affordable housing, wengi walisema hakuna nyumba hata moja itaweza kujengwa. Leo hii kila kona ya jamhuri yetu kuna either affordable housing ama soko ama hostels ya watoto ambazo zinajengwa. Rais, umetuambia safari ya Singapore, na sababu wengi pia wanachanganyikiwa. Hata nimesikia juzi mzee mwingine alikuwa Chief Justice akisema ati hatuwezi kufika Singapore, na akasema hawa Wakenya wote huwezi kusanya upeleke Singapore. Nataka nielezee yule mzee, rais hakusema Wakenya wahame waende Singapore. Singapore is figurative language. It is figurative language of the dream and aspiration that Your Excellency, which you have a strong conviction that it is possible within our lifetime to move our country from a third world to a first world country. And I want to say that that strong conviction coming from you as our president, as our leader in Kenya, is a great inspiration to the people of Kenya and to other leaders. I want to join my brother Aaron, who has told you, listen not to the naysayers. Usisikize wale ambao wanasema haiwezekani, Mheshimiwa Rais. Sababu ukisikiza kama huyo mzee anafikiria safari ya kwenda Singapore ni watu wahame Kenya waende Singapore. Haelewi ni ile manyumba ulisema ijengwe, affordable housing iendelee kujengwa. Wananchi wa Baringo, hivyo umefanya hapa Kabarnet leo, wafunguliwe miradi ya stima, wawe na stima. Hawaelewi ni ile barabara ulianzisha juzi ya Rironi Mau Summit kwenda mpaka Malaba ifunguliwe, ipanuliwe, ili usafiri uwe bora zaidi na uchumi wa nchi yetu uweze kupanuka. Your Excellency, sisi tunafurahi tukiwa Baringo, nikiwa mwenyekiti
ya wabunge katika Baringo. Mimi nataka nikuambie, sisi tumeshukuru mambo ya usalama. The gun is silent. And if the gun is silent, the people of Baringo are at peace. Na kitu tunataka kukuambia, kama si wewe, hakuna mtu mwingine ambaye angetekeleza hiyo kazi. Kwa hivyo tunasema amani na amani. Mungu awabariki sana. Mimi nataka nikushukuru kupitia Wizara ya Public Service and Special Program. Umehakikisha kwamba wananchi wote wa Kenya, wale ambao wanakumbwa na kiangazi, wakiwa Turkana, wakiwa Mandera, wakiwa Taita Taveta na kona zile zingine, umehakikisha kwamba serikali yako imetoa chakula ya kutosha kwa wale wote ambao wanakumbwa na kiangazi. Na mimi kama yule ambao umepea hiyo kazi, na hakikisha kwamba hiyo chakula inafikia wananchi ambao wanakumbwa na kiangazi. Vile vile tumeweka mpango kama Indara kuhakikisha kwamba mifugo ili pia inakumbwa na kiangazi huko Wajir, Garissa, Turkana na kona zile zingine pia itapata chakula ya kutosha. Kwa hivyo I want to assure all the Kenyans through this State Department of Special Program that your government, sir, has enough resources to ensure no Kenyan will sleep hungry for lack of food. Kwa hivyo wale ambao machief, assistant chiefs na DCCs, wale wao katika sub counties tofauti, kama kona yako unajua kuna mamboma hawana chakula, tafadhali toa hiyo amri ama hiyo apali kwa serikali itufikie, ili tuhakikishe kwamba ile amri rais ametupea ya watu wote wapate chakula itawafikia. Pale kwa ile mlima ile kulikuwa na vitina. Kuna mtu hapo ameweka vitina miaka 3. As someone who has specialized in preaching systematic hatred against the government, against leaders who are supporting the government, pale kwa hiyo kona ya mlima ile. Lakini wakati alipewa nafasi aweke mtu yake pale Mbeere North, Your Excellency, hiyo mtu alikimbia, alitoa njasho, aliumia, aliingia kwa msitu, tulifukuza yeye, akaenda nyumbani. Mliona alienda nyumbani ya kwenda? Alienda nyumbani ya kwenda? Kwa hivyo msije mkandanganywa ati kuna mtu yako na kura ya mlima kwa mfuko. Hakuna. Kama ako naye tungeona wakati tulikuwa na kinyang'anyiro pale Mbeere North. Na saa hii tunamwambia namna hii, wacha kuleta mtu ambao si wa chama yako kwa MCA's positions zile ambao zinaendelea. Leta mtu ya chama yako ya DCP pale Mbeere North, tung'ang'ane na wewe, tufukuze wewe asubuhi, ili utambue ya kwamba hii Kenya inaongozwa na mtu mmoja ambaye anaitwa Rais William Samoei Ruto. Kama ODM wanajipanga, Mheshimiwa Rais, sisi ambao ni wana UDA tutakuwa tumejipanga hapo mbele, ili ndugu zetu wa ODM wakijipanga kwa chama chao cha ODM na sisi kwa UDA tujipange. Na ndio Mheshimiwa Rais, chama cha UDA tumetangaza uchaguzi ukiwemo hapa Baringo County kwa county 20 ambazo hatukuwa tumefanya uchaguzi wa chama. Tarehe 10 mwezi wa Januari tufanye uchaguzi wa chama, ili tujitayarishe kuwa na chama ambacho kitaweza kushindana na vyama vingine vya kisiasa ikiwemo chama cha ODM. Na mimi nataka nimwambie ndugu yangu Opio, kama huko kwenyu na ODM najipanga, na sisi kwa mlima na UDA tunajipanga. Na kama uliangalia Mbeere North, mliona ya kuwa kwa mlima chama chetu cha UDA tunajipanga, na ndio hata hiyo kitu mnasikia ya Mbeere North, Mheshimiwa Roko na naibu wa rais walituongoza na tukaweza kushinda hiyo uchaguzi. Mambo ambayo imetuleta hapa siku ya leo na ambayo hutuleta hapa kila Disemba ni yale mambo ya bottom up ulituambia wakati wa uchaguzi.
na wengi waliamini that bottom up was a campaign slogan. Na wewe mwenyewe rais ukatuambia that the bottom up economic transformation agenda was not campaign sloganeering, was a plan for the development of our country. Na wengi wakasema haitawezekana. Vile vile miaka mitatu ilipita, Mheshimiwa Rais, wakati ulisema mambo ya affordable housing, wengi walisema hakuna nyumba hata moja itaweza kujengwa. Leo hii kila kona ya jamhuri yetu kuna either affordable housing ama soko ama hostels ya watoto ambazo zinajengwa. Rais, umetuambia safari ya Singapore, na sababu wengi pia wanachanganyikiwa. Hata nimesikia juzi mzee mwingine alikuwa Chief Justice akisema ati hatuwezi kufika Singapore, na akasema hawa Wakenya wote huwezi kusanya upeleke Singapore. Nataka nielezee yule mzee, rais hakusema Wakenya wahame waende Singapore. Singapore is figurative language. It is figurative language of the dream and aspiration that Your Excellency, which you have a strong conviction that it is possible within our lifetime to move our country from a third world to a first world country. And I want to say that that strong conviction coming from you as our president, as our leader in Kenya, is a great inspiration to the people of Kenya and to other leaders. I want to join my brother Aaron, who has told you, listen not to the naysayers. Usisikize wale ambao wanasema haiwezekani, Mheshimiwa Rais. Sababu ukisikiza kama huyo mzee anafikiria safari ya kwenda Singapore ni watu wahame Kenya waende Singapore. Haelewi ni ile manyumba ulisema ijengwe, affordable housing iendelee kujengwa. Wananchi wa Baringo, hivyo umefanya hapa Kabarnet leo, wafunguliwe miradi ya stima, wawe na stima. Hawaelewi ni ile barabara ulianzisha juzi ya Rironi Mau Summit kwenda mpaka Malaba ifunguliwe, ipanuliwe ili usafiri uwe bora zaidi na uchumi wa nchi yetu uweze kupanuka. Your Excellency, pia wengi wakati wa campaign ulituambia na tukaandika manifesto ya chama cha UDA na Kenya Kwanza, na ukatuambia ile manifesto sio gazeti ya kusoma alafu ingie kwa buchari ikafunge nyama. Ukatuambia ile manifesto ilikuwa ni mpango wa kazi. Wengi ikiwemo wengine ambao tulifanya campaign na wao ndani ya Kenya Kwanza hawakusoma ile manifesto, hawakuielewa. Hawakusoma hata page 10 ya manifesto ya Kenya Kwanza ambayo ilisema na ikaandikwa kwa maandishi ya kuwa tutaunda hazina maalum kupitia pesa ambazo tutakusanya kwa kuuza hisa kwa kampuni za serikali ili tupunguze ule uzito ambao umekuwa wa kuomba pesa ya kazi ya maendeleo. And Your Excellency, because as I've said, many people never read our manifesto. Because when we spoke about a bottom-up economic transformation agenda, they assumed it was campaign sloganeering. In that manifesto of bottom-up or bitter, page 10 of our manifesto, we indicated in black and white that we shall establish an infrastructure fund that will help us to leverage on private capital to be able to develop our country without burdening our people with more taxes or borrowing more, increasing our public debt, Your Excellency. And because many, even some who campaigned with us, never bothered to read that manifesto and never internalized it, today they are the ones leading in criticizing the conviction that you have that it is possible to move our country from a third world to a first world country. Your Excellency, I want to encourage you. Usisikize hizo kelele. Continue with your conviction and continue being focused. Angalia mbele, endelea kuangalia mbele. Vile uliangalia mbele miaka mitatu iliyopita, ukituambia tuweke hazina ya affordable housing, ya housing levy ambayo inatusaidia kujenga masoko
ya mama mboga hao ambao wako hapa na wengine, hazina ambayo leo inatusaidia kujengea watoto wetu manyumba ya hostels kwa vyuo vikuu, TVETs na colleges zetu, hazina ambayo Mheshimiwa Rais inaboresha mambo ya kuleta ajira kwa vijana wetu Kenya hii ya leo. So tuna sababu ya kushukuru Mungu na kukushukuru wewe rais wetu, tumepata amani. Asante tena, ulitueleza kwamba yale mashule tulikuwa nazo na ilikuwa imepomolewa na ilikuwa imeisha, ukasema kwamba mutasaidiwa. Nimeona Ministry ya Defense pamoja na Education wanajipanga kuchukua hiyo ushukani. Mimi nataka nishukuru kwa niaba yao na kwa sababu ya amani, Your Excellency. Wakaachi wa Elchamus kupitia Council of Elders, kuna chairman amepewa ng'ombe, yeye ametoa ng'ombe ya kutoa kama Council of Elders of Elchamus kukutolea wewe rais. Ni vile leo tunauza mbuzi, lakini hiyo ng'ombe tutapanga na governor jinsi itakuja ya kutoa shukrani. Na hapa, Your Excellency, kuna vijana kutoka Harabal. Wewe unaelewa Harabal jinsi ilikuwako. Ile mashule tulikuwa imefungwa miaka 19. Kuona hii tabia na hii kitu mzuri imekuja ya amani. Vijana hawa wametoa senge kubwa. Hawa CNC ya Harabal wametoa senge kubwa, iko umumu. Saa ile rais ataamuka, nyinyi mtalete hiyo senge kubwa kutoka Harabal. Hiyo si ya kuuswa, hiyo ya kusema shukrani. Biblia nasema kwamba uwe mtu ya shukrani. Katika safari yako ya kwenda Singapore, sisi Baringo tutachangia mahali pakubwa sana kuweza kudevelop nchi yetu ya Kenya. Na mahali sisi tunachangia, Your Excellency, ni kwamba sisi tuko na shamba kubwa sana. We have the first arable land, Your Excellency. Shida yetu kubwa ni ile hatuna maji ya kuweza kulima na kuweza kupanda vitu kwa hizo mashamba zetu. Lakini rais, tulisikia ukiongea ukasema kwa hii plan ya kwenda Singapore, mambo ya irrigation iko na mahali yake. Your Excellency, fanya Baringo ikuwe headquarter ya irrigation. Weka madams ile Radat hapa, weka ingine Lake Baringo, weka ingine huko Kerio, weka zingine hapa, so that hawa vijana wetu wapata ajira kupitia kwa irrigation. Sababu shida kubwa yenye tuko nayo, Your Excellency, umejaribu sana. Umeandika watoto 1,100 na kitu kama walimu. Umeandika maaskari kama 1,000 mingi sana, Your Excellency. Lakini bado tuko na changamoto kubwa ya vijana ambao hawana kazi, Your Excellency. Ni jambo ambalo lazima tufanye kazi sisi wote na wewe tusapotiane, ndio watoto wetu waweze kupata ajira na wapate pesa mfukoni, Your Excellency. Mimi sina mengi kwa siku ya leo, Your Excellency, nikuambia karibu Baringo, na nilikuambia wewe ni mnyama siku ile. Hata ukiangalia sasa hivi ukitaka kuongea mambo ya siasa, Your Excellency, ni kwamba ni kama una opponent tena. Si tutafute tu moja, Your Excellency, tupige kiraka hivi, hata kama ni Kalonzo, ndio tusipate hii kitu bure, ndio tufanye kampeni hata sisi. So karabati hata moja, hata angalau tufanye kampeni, juu vile inakaa ni kama unaweza pita bila anopose kama Ishungwa 2022 ikuwa hasara, Your Excellency. Tunataka kuimba wimbo ya kampeni na tupande matracks ya kampeni kidogo, Your Excellency. Umewafinya wote wametokomea. Your Excellency, kwanza kabisa tunataka tuambie wewe Konkoi kwa maneno ya kuleta amani katika sehemu hii ya North Rift, kuanzia hapa Tiatei, Baringo South, Baringo North. Your Excellency, siku hizi wanaume anatembea na bimbo na kuchunga ng'ombe tu pole pole. Mambo ni nywe. Wale walikuwa naleta mnyororo kir. Si mnajua? Si nani alifanya? Si boss amefanya? Na tunakuambia Your Excellency, ambia watu yako ile, mimi najua ile watu ambao waonekane sura, hata macho, hata meno, waendelee mpaka Tsalale, mpaka Tabulen, mpaka yote itolewe, ile mzuri na mbaya itolewe yote. Watu ya Baringo hii watembee na amani kudumu. Your Excellency, kuchukua ile barabara ya kubadilisha Kenya, mimi nataka kuunga wewe mkono ya kwamba it is possible to take Kenya from second world to first world. Huyu ndio rais atabadilisha Kenya mpaka tufike Singapore. Mpaka tukue kama Singapore. Mko tayari? Wacha niwaambie vizuri sana. What will take us to Singapore is this. Your Excellency, kwa safari yako ya kubadilisha Kenya ikuwa Singapore, hapa Baringo kwa ile 5 trillion, tutoe hii maji ya Lake Baringo yote, tufanye 56,000 irrigation scheme ya kuleta chakula katika sehemu hii ya Baringo. Pili, Your Excellency,
hii kutafuta 10,000 megawatts of energy. Hapa Baringo peke yake Salale na Paka na hapa Saimosoi kwangu hapa tunaweza kutoa 7,000 megawatts into the national grid. That will transform Kenya, bring industries and bring everything in place, Your Excellency. Finally, Your Excellency, ni mabarabara. Hii mabarabara vile umepanga mpaka ile taoni yako inaitwa Barwesa mpaka Bartabwa mpaka leo ukawasha stima ya Kipsaraman. Watu ya Kipsaraman, boss alifungua leo stima ikawaka Kipsaraman.